Na kitu ambacho kwamba kimenihamasisha katika hadhara kama hii, baada ya kusikia dufu la, nafikiri kama sijakosea, An-Nur, wazee wangu hapa walikuwa wakipiga dufu lile, ukilisikia paka moyoni, yaani utadhani ni lile dufu aliotiliwa nadhiri Mtume kupijiwa. Na dufu hili ambalo kwamba limepijwa hapa, sisi twapija kwa sababu tunao dalili za kupija dufu, na ambaye kwamba hapiji hapaswi kuwatukana wanaopija. Tunao vikundi vingi katika tarika zetu hizi. Pana vikundi ambao havipiji dufu, ahlan wa sahlan wa marhaba, lakini ni makosa kikundi ambacho hakipiji dufu kuita kikundi kinachopija dufu wapotevu. Si elimu, ni kukosa insafi katika elimu. Na panao wenzetu ambao kwamba hawapiji dufu, hawasomi maulidi. Maana tuanze hao wa karibu, kwa sababu hata katika mantiki ukianza na jinsi uanza ile ya karibu kwanza. Ukianza fasli uanza ile karibu, huanzi baidi katika taarifa. Pana wambali zaidi ambao kwamba hawapiji maulidi, hawapiji na dufu. Na dalili wanaoitegemea ni hadithi ambayo kwamba imepokewa na Imam Tirmidhi na Imam Ahmad na imesahihishwa na wanazuoni. Hadithi ile ya ule mwanamke ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliporudi kutoka safari yake ya vita, mwanamke akaja, faatathu imra'atun sauda, akajiliwa na mwanamke mweusi. Tushikeni hapa, mimi nazungumza na wanafunzi wenzangu wadogo kama mimi, hawa mashaka wenyewe wamejipanga kitambo. Atathu imra'atun sauda, akajiliwa na mwanamke mweusi. Akamwambia Mtume, inni kuntu qad nadhartu, mimi nilikuwa nimetia nadhiri, in raddaka Allahu saliman, Mwenyezi Mungu akikurejesha salama, an adhriba baina yadayka biduf, ili nipije mbele yako Mtume, nipije tari wa ataghanna, na nighani. Mtume alimjibu nini? In kunti qad nadharti fa awfi binadhri, ikiwa umetia nadhiri fanya nini? Tekeleza nadhiri yako, wa illa fala, lakini kama hukutia nadhiri usipije. Mwanamke akaanza kupija dufu. Fadakhala Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr akafanya nini? Akaingia. Mwanamke akaendelea kupija twari lile dufu. Akaingia Sayyidina Ali, fadakhala Ali radhiallahu anhu, mwanamke akaendelea kufanya nini? Kupija. Akaingia. Alipoingia, walamma dakhala Umar, alipoingia Sayyidina Umar, mwanamke akachukua tari akalificha chini ya makalio yake, akalikalia, yani kulificha. Mtume akamwambia Sayyidina Umar, na akasema maneno haya, inna ash-shaytana la yakhafu min Umara, shaytani yumogopa nani? Sayyidina Umar. Wenzetu wachukua hadithi kama hii ili kutugandamiza kuwa tari halifai, dufu halifai, kwa sababu ni kitendo cha shaytani. Lakini Waswahili wakwambia utamu wa kondoo mkange na yale mafuta yake. Kondoo ushamchuna vizuri, ile nyama wataka iwe tamu zaidi, basi mkarange kwa yale mafuta yake mwenyewe. Hii hadithi hii ndo hadithi yetu ya kupiga twari sisi, si hadithi ya kutupinga. Hii ndo hadithi inayotupa moyo sisi kupiga dufu. Kwanza tukirudi nyuma ya hadithi, alomjilia Mtume ni imra'atun sauda. Nataka kwenye hii naati hapa, mwanamke mweusi. Mwanamke mweusi tunajua ni upi? Katika hadithi ya Yawmal Wishahi ile na Aisha, wa Yawmal Wishahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Na Aisha alikuwa na kijakazi, alikuja mwanamke pale, si kijakazi, akawa kila siku akaenda kumzungumzisha na Aisha, yuamwimbia huo ubaiti. Na Aisha siku moja akamwambia, kaa utanambia huu baiti umetoka wapi? Hadithi iko katika Sahih Bukhari na Sahihi. Akamwelezea na Aisha, akamwambia nilikuwa katika kabila fulani, na hadithi ilivyokuja, ilivyoanza, imeanza inna walidatan kanat saudaa, au inna walidata kanat saudaa,
Huyu Walida, huyu mwanamke alikuwa ni mweusi, na mtume kule kwenye twari alijiliwa na nani? Na huyu kijakazi aliokaa na Sayyidatina Aisha alikuwa nani? Mwanamke mweusi. Mwanamke huu alipoteza ukufu, mtoto alipoteza ukufu. Wale watu wa kijiji wakamshuku yeye ndo ameuiba, wakamfitishi kutafuta ukufu mpaka sehemu zake za siri. Mara kukaja ndege kukaja kubwaga ule mkufu, kwa sababu ule mkufu ulikuwa umechukuliwa na ndege, aliona ni nyama. Alipookoka ile kesi akaja kwa mtume akasilimu ule mwanamke. Aliposilimu, na Aisha asimulia katika hii hadithi, mtume akamjengea kibanda msikitini. Kibanda wapi? Pembeni msikitini. Alikuwa ana khiba, kibanda cha kujistiri kipembeni. Sasa mtume ametoka kwenye vita, amekuja akajiliwa na mwanamke mweusi. Wanazuoni wasema huyu mwanamke mweusi ni yule mwenye kibanda cha msikiti, kwa sababu yule alikuwa ni mraatun sauda, na huku nao jaatuhum mraatun. Washoshapata hapo, mbona ili twari kama lipo msikitini hivi? Kwa sababu kibanda alijengwa wapi? Alijengwa msikitini. Kisha pili, mwanamke alipokuwa anaendelea kupija, fadakhala Abu Bakr. Jamani, mtume ni afsahul arab, atasema hivi fadakhala iwe mahali si ndani, sehemu ya kuingia. Paka kusema fadakhala ina maana ilikuwa ni mahali ndani, sehemu ndani. Saidina Abubakar akafanya nini? Akaingia. Na haiwezekani kuwa ni nyumbani kwa mtume, kwa sababu maswahaba wakiingia nyumbani kwa mtume paka waombe nini? Ingekuwa kwenye hadithi imekuja fastadhana Abu Bakr, lakini hadithi Abu Bakar aliingia moja kwa moja, kwa sababu msikitini hakuchukuliwi idhini shekhe. Hizi fadakhala zaleta ihtimali kubwa ya kuwa haya mambo yalifanyika wapi? Msikitini. Na ihtimali nyingine katika Sahih al-Bukhari, hadithi ipo, mtume alipokurudi kutoka safari, baada abil masjid, mtume akirudi kutoka safari yoyote akianza wapi? Akiswali raka ngapi? Na mtume alikuwa toka vitani, ina maana aghlabia alipotoka vitani alikuja wapi? Kwa hivyo mwanamke naye alimjia wapi? Sikia Sheikh Mziwanda aongezea vitu kwa nyuma, kwani pamadad huko. Sasa mwanamke alipokuwa alipija, kwanza maneno yake aliyatamka, mimi nimetia nadhiri kukupijia. Jamani, katika vitabu vya fiqh madhehebu yote nadhiri hutoa katika jambo gani? Jambo la khairi, qurba, jambo la kulikurubisha kwa hivyo pale kama amekosea, mtume alimwambia nini? Kwanza, shekhe, usiseme nadhiri hilo todufu alifanya, paka kumwambia au fi binadhriki, maana yake imeswihi kutia nadhiri kwa kupiga nini? Dufu. Kwa hivyo dufu kwa upande mwingine watu wakilipija ni kurba, tujikurubisha kwa Mungu shekhe, kwa sababu limekubaliwa kutiliwa nadhiri. Huwezi kutia nadhiri shekhe, mkiinuka asubuhi riziki iko fresh nitamfuata mtu nimtie mbao. Hakuna mambo hayo. Nadhiri ni mambo yangu yakiwa salama nitafunga, mambo yangu yakiwa salama nitatoa sadaka. Ina maana na jambo langu likifanikiwa nitapiga dufu nadhiri. Twaja kwenye matatizo hapa yaliyotokea baada ya kuingia maswahaba, akaingia Sayyidina Umar, mwanamke akafanya nini? Kaficha twari. Wenzetu wakosea pia, na upande mwingine ni hatari, waweza kumkosea mtume heshima. Kwa sababu hii ibara inna shaytana la yakhafu min Umar, wao wametafsiri huu mwanamke ndo shetani. Tukitafsiri mwanamke ni shetani, ina maana mantiki ya maneno haya, shetani alikuwa amekana nani? Wakifanya kitendo cha nini? Cha ushetani. Na mtume akafanya nini? Shekhe, Allahu akbar, mtume hawezi kukaa na shetani akafanya kitendo cha shetani bwana. Mtume ndo mwalimu, ndo alikuja na dini. Ukisema kuwa mwanamke alikuwa ni shetani, wamtukana mtume na hujijui. Maneno ya inna shaytana la yafirru min Umara, jamani, hakukuja kuriwaya kuwa shetani ilikuwa kimwona Saidina Umar kila kona. Sisi kwa hiyo riwaya iko, shetani alikuwa kimwona Saidina Umar akifanya nini? Akipiga kona. Sasa mtume asema ikiwa shetani akimwona Umar akila kona, je, huyu mwanamke hafifu atafanya nini? Manake mwanamke alikuwa si shetani, mwanamke ana roho dhaifu, anaogopa.
Sasa mtume awaambia inna shaytana la yakhafu min Umara, yani manake fa kaifa min hadhihi almar'a, yani ikiwa shaytani yumogopa Saidina Umar, je huyu mwanamke dhaifu maskini manake atamogopa zaidi. Mtume alikuwa yani hivi, tuchukue mtume na maswahaba wameketa wafanya kitendo cha shetani, Saidina Umar. Haya mafuhumu ni mabaya sana. Nikimalizia, na ndugu zetu wengine watutukana, twasikitika tena, watu wa tarika watukana watu wa tarika kwa hadithi wanaoitegemea katika kifatul akhyari, sijui mtume sallallahu alaihi wasallam asema kutakuja watu watageuzwa sura zao. Wamefanya nini? Hadithi kweli iko, ni hadithi sahihi. Wasema wafanya nini? Ittakhadhul maazifa, wamechukua nini? Vinanda walqainati, na wanawake wale wenye kucheza wa zamani, wale wanawake wa disco wale wakichezeshwa, wadufufa na nini, madufu, watu wakatia oho. Kwa hivyo dufu nini? Ni haram. Jamani, tumesahau kaida za kiusuli, al-iqtiranu laysa bihujja. Vitu vinavyokutana katika ibara moja sio huja kwa vote ni haramu. Kwani mtume si aliyosema mwisho wa umma kutakuja, mwisho wa zama watakuja umma yastahilluna alhira walharira, wahalalisha nini? Alhira ambayo kwamba kwa maana ya zina, walharira na hariri. Hivi hariri ni haramu katika sharia ya Kiislamu? Ni haramu kwa mwanamume, ni halali kwa nani? Kwa mwanamke. Al-iqtiranu laysa bihujja katika akthar ya wanazuoni wa Shafi'ia. Mwisho hakuna aya wa kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Ni amri mbili zimekutana, kulu, lakini amri ya kwanza ni ya ibaha, amri ya pili ni ya ujub, na zimekutana sehemu moja. Kwa hivyo al-iqtiranu laysa bihujja. Vitu vikikutana sehemu moja haimaanishi kuwa ni hoja kwa haramu. Yawezekana ikawa haramu vitu vile ukivikutanisha na vitu vilivyotajwa pale, maana yake ikawa kuna wanawake wanakatika pale na wanaume na dufu linapigwa pale, kile kitendo kitakuwa ni nini? Ni haramu. Lakini sio dalili ya kuwa dufu ni haramu, bali dalili ile ya hadithi ndio inachangia sana kuwa dufu tunalopiga ni qurba, tujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.